were so light. Zimejaribiwa sana. Zimenyimwa radha, zimenyimwa ule umakinifu wake, zimenyimwa ule ustadi wake. Kidogo kuna mapungufu mengi ambayo yamekuja kutokea katika siku zetu. Yesu Kristo amechanjwa, amekatwa. Hautatuoni jinsi alivyo. Tunaenda kumuona tena tunafichiwa. Kuna watu wamekaa tu mahali sijui. Watu wa dini wana mambo mengi ambayo sio ya ufalme. Wanatufungulia dirisha kidogo hivi. Wanatuambia tuchungulie. Atuchungulie Yesu. Leo watu kimage wale hapo kwa muonano na toko kuamkira. Kwa mbali ndio maika kanake ambao kama tu wale higa. Lakini ningependa niwaambia kwamba injili kamili inakupatia wewe upeo. Inakuinua pamoja na mchungaji wako. Haikuinui mchungaji na kuacha. Siku moja nikaenda kuhubiri mahali. Yule alikuwa ananiita akasahau ya kwamba mimi sina leto yoyote ya kidini. Hata hii nasikia najiita evangelist. Ni vile mimi nimejitafutia kwa Bible nikaipata. Hawa walikataa kuniita. Waambia kaeni na dini yenu mimi na mjinisi. Tupatane safarini mbele tukisonga mbele. Si ndio? Wakakataa kunimwagia mafuta nikuwe mwinjilisti, nikasoma maandiko nikapata Yesu anasema 1 Timothy chapter 1 and 2, I thank the Lord Jesus Christ ambaye aliniokoa na amenihesabia kuwa haki na akaniteua katika huduma hizi. Nikamwambia kaeni na huduma yenu, Yesu ameniteua pale hii. Kasoma Efeso nikaona ya kwamba naye Kristo alipopaa mbinguni alichukua watu mateka, na alipowateka nyara. Kuna vingi ni vizuri kutekwa nyara na Yesu. Yesu aliteka watu nyara. Na alipowateka nyara hakuwaacha tu hoi na hakuitisha ransom waokolewe, aliwateka nyara na akawapa vitu. Akawapa wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wainjilisti, wengine wa manabii. Wote akawafanya hivyo kwa sababu ya utumishi wa huduma hii. Wanasiwe sana. Mimi nikakuta sasa kule dini wamekataa kutambua hilo andiko, wameamua watakaa nao vile wanataka. Nikamwambia kaeni nayo, wacha nikaulizane na Yesu kama hii kazi inaweza ifaa. Lakini sina chuki na dini. Hata mimi nakuwa mtu wa dini saa zingine unaenda pale. Mjiandae, tutakuwa na meza ya Bwana wiki mbili zijazo, mjitayarishe. Yesu alisema atakuja kama mwizi. Lakini meza ya Bwana mnaambiwa mjitayarishe tu wiki suka. Uende mkatubu dhambi. Sijui mnafanya hizo dhambi mkifanya nini saa ngapi mnafanya? Na Yesu akikuja ghafla mtafanya nini mkingojea meza ya Bwana? Mimi nakula meza ya Bwana kila siku. Meza ya Bwana tunakula ama ni mkate katika meza ya Bwana? Ni mwili wa Kristo mnakula? Ama ni ishara ya mwili? Si ndio? Na hiyo ni mapambo ya imani, si ndio? Si mabaya, ni mazuri kwa sababu ya kukukumbusha ya kwamba tuko hapa katika dini. Lakini kuna mambo ya muhimu zaidi. Hata Yesu, maana tumsoma wale walikuwa hapa. Yesu alisema, Paulo alisema kwamba maana niliwapa nyinyi yale niliyoyapokea yakiwa kama ya kipao mbele, as of first importance. I gave unto you that which I received as of first importance. Kuna mambo ya first importance na kuna mambo ya second importance na ya third importance na fourth na huko na kusoma huko. So mimi nataka kuconcentrate na mambo ya first importance. Na hayo mambo ukishaanza kuyajua siri za hayo mambo, ukishaanza kuonja haya mambo ya first importance, kuna mambo mengi sana utachuja na utaondoa na hayatakusumbua tena katika maisha yako ya kiroho. Yesu alisema ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo myepesi mizito, na mkikuja nitafanya nini? Hayo ni mambo ya first importance, kupelekea mambo kwa Yesu. Amen. So first yale mambo ya kwanza nilizungumza katika ibada yalikuwa ni ile mambo nilifanya, nilihisi moyoni mwangu ya kwamba those are things we should remember vividly in our minds, in our hearts, na kuzingatia mambo haya sana. This time round I will be a little bit more composed. Ndio nikae kama ni mwalimu, lakini kidogo nikasikia nimehama. Ukisikia nimeruka na mimi. So wewe safiri na mimi katika hii safari ya hizi dakika chache niko nazo, si ndio? Just move together with me. Ukisikia nimeruka, ruka na mimi. Ukisikia nimetulia, tulia nami. Ukisikia nimepause, pause pamoja na mimi. Na kwa sababu mimi nikiwa huku kwa dini huku, nasikiaka kama niko mbali sana na ufalme. Wacha nikaribie.
mahali fulani huko. Tafadhali nikae hapa karibu. Mimi sipendi kusikia watu wakiwa mbali. I like walking, nione. Na my sessions nobody sleeps. Mimi sijasikia mtu mmoja alala wakati mimi naongea. Kwa sababu na mimi nimepambwa vizuri na Yesu, nimepewa sauti kubwa kuliko mwili. Na mimi sitaki kuhubiriwa na mtu ati kilo zangu ni kidogo, ati mimi wewe kama unataka kilo omba zako ziongee, mimi wachana na mimi. Mimi niko sawa jinsi nilivyo. Jinsi nilivyo mimi nimefinyangwa, nimeumbwa na furahia. Amen. So usikae hapo useme mimi hata labda kuna mtu alitarajia wakati ulisikia mgeni atakuja. Mkatarajia sasa Prado kubwa. Ni protocol nipagiwe watu waende pale nikuje nikiwasalimia. Nikiambiwa huyu ni deacon fulani, huyu ni asha fulani, huyu ni Sunday school teacher. Nipepewe Bible. Sio mambo kama hayo. Sasa mtu mwingine labda aliona akaona na hiyo mtu pasta ameleta. Kabla niongee batis. Kuna mtu alikuwa ananifanyia assessment. Sasa hivi mtu mwili yake kidogo. Lakini anaonekana mtu mchangamfu tu vile anaimba kama mtu wa kiroho pia. But so far so good. Sio? So far kuna vile umeanza kurealize ya kwamba the first important things they don't require a lot of upepo mwingi kupigiwa mtu, kupigiwa debe na mapambo mengi. Tunahitaji tupande Yesu, tumpigie shangwe, tuelekeze mawazo yetu kwake, tuache kukazia sisi wenyewe. Amen. Maana Yesu anasema kwamba nami nikiinuliwa nitawavuta watu kwangu. Lakini siku hizi uone ni watu wanainuliwa wewe. Uone vile wachungaji wanainuliwa. Na nikakwambia kuna mainjili, hayo mainjili kazi yake siku hizi ni kuinua watu. Wewe mtumishi wa Mungu, mpako wa mafuta. Maana God oji akuja hapa amevaa mavazi za papa, amechanganya na yellow na green na kofia, akitisha sisi. Mimi sasa siku hizi sitishi na mtu. Mimi kitu inanitisha ni dhambi peke yake. Nikisikia dhambi natishika. Lakini ya vigari ya kitini kona. Kwanza siku moja niliambia watu mahali fulani. Dada yangu vihari ya mbele ya dakika kuosho siaka. Matone mamadi. Hali anapo leo na hali yako hapo. Nikaambiwa inakuwa karibu na pale imechapwa. Kuna wale wanauza mavazi ya kitini. Nikute kaniende ninunue tu shati. Hii wanaweka kola. Nikuje nijitengenezeni. Na wanipatie tu fungu. Mimi sasa nilikuwa ninavaa. Nisikie nani ataniuliza swali. Wakiapisha na kiapisha. Wakipaka mafuta na kipaka. Wakimwagilia mtu mafuta na nitakimwagilia. Mimi unajua nishaizika maiti la ngata. Bila hiyo mavazi. Basi siki kama alifuka zaidi kwa kama. Ati alikataa kwenda chini. Damu ile wikale kwa ukili ile kinyaya toka. Wao wale hali chama ni wao wale hali. Wewe nani? Tutini na kwata leo. Noti mimi washoka wewe ya. Dia na wewe. Mimi hata mtu anaweza shikanisha harusi. Niona mimi na kilia. Na matomo ya kina mwate haki. Kai mwenizeni moto kitu afatara ki. Moto mlimo ina dakika 18 na 18 nimeteka ndio na mwana wa shehe. Acha kutonelea matiko mzima mutumi. Mati mashira na mgereke na fumu. Atile hapo tusho. Atile hapo mama kwa mtika mweka kwa nini ile Bible. Ni hapo mbona kida atitiko haya kwa Yesu kadi yote. Ndio aliitwa kwenye harusi. Hiyo ndio mizigo mmepepeshwa na dini. Ati mwanake leo ndage ikandia pastor. Todo ni mwili tu mara patara mekio hiki ati kamiti yanga. Ni kwa jali kuishi nini kamiti try kila yote. Ni kana hii simplified mwanake ni mugima, mwili ni mugima, ni maji wita ndio nimetika ndio maji kwa watu wengine. Maji ndio mayo certificate. Mwake tunaelekea kwa watu ndani hapo. Besho shama upate kima kama tatwatema toile gari bitara hana mishere. Ni maji nataka leo tugote maji tu. Kama maji ya ni demoni la toka. Sikuja kuna hiyo sema na mlita ndio kasha hapo jana. Kwa nini ndio kwa pastor kibabu kile very simple. Mimi nilikiamua nikutia harusi na nifanya 2000 na mungu. Siwezi ndio. Bible inatumia less than 2000. Kuoa huyu.
kono ko hikana giyo ni tutigana to hikania ni to no ikikigina magiri jike na giyo to dikora afu tiche siwezi ngo dikora ho kitiki kikikora hapo ndi yanaleta aje ndani na sio ona kama dina ikikora na kenda afitake bora iki ndi kama ndi na sio ndio nitokea hapa nitokea ndani ya yeye asiende kumemwewe hapa memwewe nitoki tumele kwa washo ni majina asiende kumemwewe na modu na DF nini DF ke muhidi mudaka kuina muhidi nekero yuko kwake na muka maji ni kumebebeshwa mizigo mizito na dini. Yes. Nini? Yesu alisema nini? Lakini kama ndio ni attitude, nani mtajua? Mtajua? Na yeye ndio kame ya ma. Na ya ma. Haleluya. Haleluya. Na yeye ndio kame nyama. Na ya ma. Nikamukora. Okompo ine. Haleluya. Na yeye mtajua ukweli na ukweli utawakomboa kutoka kwa sasa. Let me make this statement in English. Interpret it. You are free to the extent of the truth that you know. That's true. Wewe uko huru hadi kiwango ambacho umejua ukweli. Kama ukweli upande haujui, huu ukweli hauweki. Umewekwa huru mpaka mahali umejua ukweli. Haleluya. Kwa hiyo kama wewe unajua pastor ndio anataka kwa Mungu kukufanyia mambo yako ndio akuletee, you are free to that extent. Siku hiyo utajua ya kwamba pastor was a sinner. He came to the grace kutumia, alikuja kwa wokovu kutumia ile mlango ulipitia. Inaitwa mlango ya neema. Pastor aliingia hapo akakuja pale ile katika pastor ama akaitwa. Unajua kuna kujiita kama hapo kujiita evangelist kulingana na maandiko. Kuna kuitwa kulingana na dini. Na si mbaya, bora wewe ufanye kulingana na wito wako. Wanasema, siniwaambia hizi ndio mtu akimbilia zake. Mlioitwa kuimba nyimbo za imbeni, nyimbo ambazo sio za tuimbie, tusaidie kuimba wimbo. Tunaona mioyo, kwa sababu ni mioyo yetu inashikamana na mwenye kuimba. Hizo ndizo sifa. Amen. Sasa usilemewe na mizigo sana, jua ukweli. Na ukweli utajitafutia saa zingine. Lazima uwe mtu wa kimaandiko. Study. The Bible says, study to show yourself approved of God. Jifunze soma ama jifunze neno la Mungu ili uwe mtumishi aliyehitimu kwa vipimo vya Mungu. Amen? Kwa vipimo vya Mungu. Lakini sisemi ya kwamba tusije kwa ushirika wa kanisa, tusije tufanye mambo yale ambayo ni ya kiibada. Haya yote ni yale ya kutusaidia kujiimarisha, kujijenga na kuzidi kumweka Kristo mahali pake. Amen? Siku ile tutaanza kuondoa Kristo kwa kiti chake, tuanze kumkweza mchungaji wetu, tutakuwa tumepotoka. Na utukufu utaanza kutuondokea. Tutabaki watu ambao wana form ya godliness but they don't have the power of God. So nataka nifanye kitu kama seminar. Sijui kama itakuwa seminar ama itakuwa nini. Seminar. Sasa mnaona mpaka nimekuja na notes. Si mnaona sasa mbeleni nilikuwa na Bible peke yake. Mbeleni mliona niliamka tu na Bible, hata nikachukua ya mwingine ile ya Kiswahili. Sasa nimekuja sasa na notes. Sikizeni hadithi. Saa ngapi? Because nafanya within 30 minutes. Amen? Sikizeni hadithi hii. Sijui nipate moja. Napatia mhubiri mic hapa. Patia pastor mic. Ako nayo pastor. So I'm reading in English. Unaweza weka kwa Kiswahili ama kwa Kikuyu ile itakuja kwa haraka. This is an illustration that I'm going to use for this seminar. Hii ni onyesho nitakayotumia katika seminari hii.
And the title of this illustration, na kichwa ya madhibitisho haya, is very simple. ni rahisi sana. No other plans. Hakuna mpango mwingine. No other plans. Hakuna mipango mingine. Now, there is a legend which recounts the return of Jesus to glory. Kuna hadithi. Kuna hadithi. Kuna hadithi. Nengano, nitano ndio kwa shika na shika pale. Ngano taishio. Ndio kwenda kwa taru. Kuna hadithi kama hiyo. That recounts the return of Jesus to glory. Oh, kuna hadithi inasomesha na kufundisha kurudi kwa Yesu na utukufu. After his time on earth. Kabla ya wakati wake duniani. Baada ya wakati wake duniani. Baada ya wakati wake duniani. Yes. Even in heaven, hata mbinguni, he bore the marks of his earthly pilgrimage. Amefaa mafasi ya kuwa mgeni even in heaven, hata mbinguni, he bore the marks, alama, yungali na alama, ako na alama, fantastic, yes, of his earthly wataza nikaribia. Mbona mwalimu wale kwa darasa I'm very strategic. Natafuta mwalimu wa Kiswahili. Sasa tuende kazi. Sasa ndugu kama Yusa. Asante sana. Your name? Joshua nani? Mwao haya. Kutoka mata na meaurali. Joshua tufanye kazi pamoja. Tutarudia. Sawa? There is a legend which recounts the return of Jesus, the return of Jesus to glory. Na hadithi ambayo inaeleza kurejea kwa Kristo katika utukufu after his time on earth. Baada ya muda wake duniani. Even in heaven, hata mbinguni, he bore the marks of his earthly pilgrimage. Ako na alama za usafiri wake duniani. With its cruel cross, katika msalaba ambao ni wa kudhulumu, and shameful death, na kifo cha aibu. The angel Gabriel, Malaika Gabriel approached him and said, akamwendea akamuuliza, Master, mkuu, kuja hapa brother, kuja hapa. They want us to do it like that. He told him, akamwambia, Master, mkuu, you must have suffered terribly for men down there. Lazima uliumia sana katika mikono ya binadamu kule chini. I did. Kweli umia, said, akasema. And continued Gabriel. Naye Gabriel akaendelea, do they know all about how you love them and je, wanajua jinsi ulivyowapenda na what you did for them? Ulichowatendea? Oh no. La hasha. Said Jesus. Yesu akasema, not yet. Hawajui kabisa. Right now, sasa hivi, only a handful of people in Palestine, ni wachache tu kule Palestina, know about me. Wananielewa. Gabriel was perplexed. Naye Gabriel akashtuka. Then, what have you done about it? Na kwani umetenda jambo lipi kuhusu hilo? He asked. Akamuuliza. To let everyone know about your love for them. Ili watu wote waweze kujua upendo wako juu yao. Jesus said. Yesu akasema, I have asked Peter, nimeuliza Petro, James, na Yakobo, John, na Yohana, and a few other friends to tell others about me. Na wengine wachache waeleze wengine kunihusu. Those who are told, wale wanaoelezwa, will in turn kwa kujibu tell others about me. Nao wengine waambie wengine kunihusu. And my story, na hadithi yangu, will be spread, itaenea to the farthest reaches of the globe, hadi mwisho wa dunia. Ultimately, na kisha all mankind, watu wote, will have heard about my life and what I have done. Watakuwa wamesikia kuhusu maisha yangu na kile nilichokitenda. Gabriel frowned. Naye Gabriel akashtuka.
and looked rather skeptical. Akakaa kama amechanganyikiwa kidogo. He knew very well Alijua vyema what poor stuff we are made of. ya kwamba vile tulivyoumbwa kwa udhaifu. Yes, Ndiyo, he said. akasema, But if Peter na kama Petro and James na Yakobo and John hata pia Yohana grow weary, waweze kudhoofika, choka, wachoke, what if people come after them, forget? na kama watakao wafuata watasahau? What if way down through the centuries, Na kama kwa baada ya muda mrefu people just don't tell others about you? watu wawe hawaambiani kukuhusu, Haven't you made other plans? haujapanga mipango mingine vyema? And Jesus answered, Naye Yesu akajibu, I have not made any other plans. sijapanga mipango mingine, I have not made any other plans. sijapanga mipango mingine. I am counting on them. Mimi na wadhamini 21 centuries, now it could be 22. na sasa inaweza kuwa kama 21st century, Current century. karne 21. 21 centuries later, Kama baada ya karne 21 Jesus has no any other plan. Yesu bado hana mipango mingine. He is counting on you Anakudhamini wewe and I nami to continue his work tuendeleze kazi yake of reconciling the world to himself. ya kumrejeshea dunia kwake, To continue the work kuendeleza kazi so many have faithfully carried out before us. ambayo watu wengi wameaminika kuitenda kabla yetu. The question is, Swali ni je, will you do it so well? utaifanya vyema kikamilifu? Will we do it so well? Wewe utaweza kuifanya vizuri? Now, Sasa having read that legend, tukiwa tumesoma hiyo hadithi, allow me to take you through these notes. nikubalishe tupitie katika hadithi hii, And please take record of what you hear as spiritual value, na tafadhali kuandika unayosikia ya muhimu kiroho, so that you can tap from this insight ili upokee katika ufunguaji huu wa macho and begin to think broadly. na uanze kuona mambo kwa mtazamo uliopana zaidi. Look at it as if you are the only one being counted upon by Jesus. Itazame kama ni wewe mwenyewe uliyeaminiwa hii kazi na Yesu. It is not necessarily as a church. Si lazima iwe ni kanisa lote. I want to challenge you at personal level. Nataka kukupa himizo kama wewe mwenyewe. There is nothing quite so straightforward Hakuna kitu ambacho kinaelezeka vizuri and yet so complicated ama kiko na ugumu mwingi sana as the task of witnessing. kama kazi ya kushuhudia, It is what we mainly call evangelism. ama kazi ambayo tunaweza ita kuhubiri. Evangelism is our call to share our faith. Kuhubiri ni kazi yetu katika kueneza imani yetu. How do we do this? Tutafanya aje? Through one-on-one talk Ni kwa kuongea mmoja na mwingine uso kwa uso, with a relative, na mtu ambaye ni wa uhusiano with a cousin, kama vile akazi with a neighbor, ama jirani with a co-worker, ama mtu mfanya kazi pamoja. or if God grants, Na kama Mungu atakukirimia, we can have open-air meetings unaweza pata mikutano ya nje where the goal is to witness about Jesus Christ to all people. ambapo unakushuhudia kueneza injili ya Yesu kwa watu You wote. can look at the life of Evangelist Billy Graham. Unaweza angalia maisha ya Evangelist Bilham, His witnessing style was mainly in open-air settings. na alifanya mikutano ya nje sana kueneza injili. But when you look at our current situation, Lakini ukiangalia katika muda wetu wa sasa, the land has been so squeezed, mambo nchi imekuwa
imefinyika. People have occupied even the public spaces Watu wakachukua hata mashamba ambayo ni ya serikali, where we could go and advance the kingdom in open air settings. ambapo tungefanya mikutano ya faragha. And when I look at Jesus, Na nikitizama kama Yesu, he seems to have deployed many tactics. ni kama alitumia mbinu nyingi. He was a master planner. Alikuwa mtu wa kutengeneza mbinu tofauti He tofauti. is the architect of this work. Yeye ndiye mwanzilishi wa hii kazi, And he knew exactly how to find people, where and when. na alijua jinsi ya kupata watu wapi na muda upi. I am reminded of Peter and John in Acts chapter 4. Nakumbushwa mambo ya Yohana na Petro katika John 4, Acts chapter 4. katika Matendo ya Mitume 4, Where they were called before the rulers, ambapo waliitwa mbele ya viongozi the elders, na ambao walikuwa ni wazee and the teachers of the law. na pia walimu wa sheria. Hiyo ni dini sasa. Hiyo ni dini leo. Questioning Wakiwauliza maswali, Peter and John, na wakauliza Peter na Yohana maswali, who were compelled by the grace of God upon their lives, ambao walilazimishwa na uwema wa Bwana katika maisha yao. they said Wakasema that in Acts chapter 4 and verse 20, hapo katika mstari wa 20 wa mlango wa 4 wa Matendo ya Mitume, Message Bible inasema hivi, Message Bible inasema, as for us, kwetu sisi there is no question. hakuna swali, We cannot keep quiet hatuwezi nyamaza about what we have heard kuhusu ambacho tulichokisikia and we have seen. na tulichokiona. Hallelujah. Haleluya! That is Peter and John Na hao ni Yohane na Petro. in their time. Katika wakati wao They declared, wakasema, as for us, kwetu sisi we have no room, hatuna mahali, we have no space hatuna mahali of doubting pa kutia shaka or being lazy ama kuwa madhaifu or being afraid ama kuogopa, of making known ili kuweza kujulishana to everybody around kwa us mtu yeyote ambaye ako karibu na concerning what we have heard, kuhusu tulichokisikia what we have seen. na kile tulichokiona. In a recent study, Na katika muda wa hivi karibuni, tafiti is a study, utafiti uliofanyika hivi karibuni, 79% kama 79% of unchurched said ya watu wasioenda kanisani walisema they would be willing to engage in a faith conversation wangependa sana kuhusika katika maongezi ya imani if a Christian friend was willing to share. kama Mkristo angekuwa tayari kushiriki. Yet, Lakini in a separate articulated research, katika utafiti tofauti lakini iliyo na uhusiano, only 39% ni 39% pekee of Christ followers who said ya Wakristo waliosema ya kwamba that they have shared the gospel in the past 6 months. ya kwamba wameweza kugawana injili katika miezi 6 iliyotangulia. Now 79%, Kwa hivyo ukiangalia 79% minus 39%, ukiondoa 39%, you will come to an accurate percentage of 40. utapata ya kwamba kuna 40% That is a gap that has been unoccupied. ambayo imekuwa haijajazwa. That is a serious percentage for us believers. Hiyo ni kitu ambayo tunafaa kuchukulia kwa It is uzito a kama serious Wakristo. percentage for you as a believer. Ni kitu unafaa kuchukulia kwa uzito, With the desire to close this gap tukiwa na tamanio la kufunika mwanya huu and close this gap ili tuweze kufunga huu mwanya, and meet this need, ili tuweze kukumbana na hali hii. we are compelled to see more Christ followers Tunahimizwa kuweza kuona waaminio wengi zaidi equipped, wakiwa wamejitwika vizuri networked, na wakiwa wana mtandao vyema and resourced, na wakiwa wamepewa resources, rasilimali inayohitajika za kutosha ambayo inatosha to overcome barriers, ili waweze kukiuka vizuizi, show and share the love of Jesus Christ. waweze kuonyeshana na kuhimiza upendo wa Kristo. Not only is there a gap in the gospel, Si moja tu uliopo katika injili there pekee, is also a mandate to do this. lakini pia kuna himizo la kutenda hayo.
And at the same time, na katika muda huo there is also some openness na pia kuna mwanya ama among the pendezo unchurched ambapo wale wasioamini to engage in faith conversations. waweze kuwasiliana na ambao wameamini. As Romans chapter 10 verse 15 to 17 reminds us, Kama vile tunapokumbushwa katika Warumi 10 mstari wa 17. hiyo sasa tupewe another mic, please. That is a very important portion of scripture. We must read. Tutaiona. Sasa patia pasi mic. Yeye sasa atatusaidia kusoma hiyo Romans chapter 10 Tutasaidia kwa Roma 10 14, 15, 16 and 17. Mwali wa 14, 15, 16. Amen. Romans chapter 10 Warumi 10 verse 14, 15, 16, 17. mstari wa 14, 15 na 16. Inasema hivi. Inasema, how then can they call on the one they have not believed in? Wawezaje kumuita ambaye hawajamwamini? And how can they believe in the one of whom they have not heard? Na watawezaje kumwamini ambaye hawajasikia kumhusu? And how can they hear without someone preaching to them? Na watasikiaje kama hakuna yeyote atakayewahubiria? And how can anyone preach unless they are sent? Na kunawezekanaje mtu akahubiri kama hajatumwa? As it is written, Kama ilivyonakiliwa, how beautiful are the feet ni mambo ya kupendeza aje miguu those who bring good news. ambayo ya mtu anaeneza injili. But not all the Israelites accepted the good news. Lakini sio Waisraeli wote waliokubali injili, For Isaiah says, kwa sababu Isaya alisema, Lord, who has believed our message? Bwana, nani aliyeamini ujumbe wetu? Consequently, Kisha faith comes from hearing imani huja kwa kusikia the message, ujumbe, and the message is heard na ujumbe husikika through the word about Christ. kupitia neno la Kristo. But I ask, Lakini nauliza, did they not hear? je, hawakusikia? Of course they did. Ni kweli walisikia, Their voice has gone out into all the earth, na sauti yetu imeenda duniani kote, their words to the ends of the world. na tunaelekea kwenda katika dunia nzima. Again I ask, Tena nauliza, did Israel not understand first? kwani Israeli haikuelewa mwanzo? Moses says, Naye Mose I alisema, will make you envious by those who are not a nation, nitawafanyia muonewe wivu na wasiokuwa and na make nchi, you angry by a nation. na niwatie ghadhabu kwa nchi fulani That has no understanding. ambayo haina In uelewa. that portion of scripture, Katika maandiko hayo I just want to pick one line nataka kuchukua mstari mmoja and I will frame it as a question. In fact, it is a question. na nitaiuliza ikiwa kama swali, kwa There are sababu ni almost swali. like 4 or 5 questions that are asked in that portion. Kuna maswali kama 5 katika ile scripture, But I want to concentrate on this one question. lakini nataka niulize hili moja. How will they hear if no one tells them? Je, watasikiaje iwapo hakuna yeyote atakayewahubiria? And the question therefore is, Swali ni je, whose responsibility is it? ni kazi ya nani ya kuenda kufanya hivyo? Whose responsibility is it to tell another person? Ni wajibu wa nani kuenda kumweleza yule mwingine? Ask yourself that question. Jiulize swali hilo. Let's continue. Tuendelee. And I want to drive the following points. Nataka kuleta mambo haya. Number 1, Jambo la kwanza, in as far as witnessing and evangelism is concerned, panapo kunahitajika kutoa ama kushuhudia, our Lord and Savior Jesus Christ Bwana wetu na Mungu wetu Yesu has Kristo commissioned each one of us amempa kila mmoja wetu to go and share the good news kazi ya kuhubiri and seek the lost. na kuendea waliopotea. In Matthew chapter 28 and verse 19, Katika Mathayo 28 mstari wa 19, read together with Mark chapter 16 and verse 15, ikiwa ni pamoja na
Marko 15:16. Jesus said, Yesu akasema, go and make disciples of all nations. enendeni mkawafanye mitume katika nchi zote. And go into the entire world. Na mwende duniani kote. And preach the good news to all humankind. Mkahubirie watu wote injili. Therefore, na kisha, it is our greatest calling. Ni kazi yetu kuu tuliyoitiwa, mwito wetu mkubwa. Therefore, to share the love and forgiveness he has given us. Kuweza kujulishana vile alivyotusamehea with those who have never received him as their Lord. Wale ambao hawajampokea kama Christ has given a clear command to every Christian. Kristo ameamuru kila muaminio yeyote. Let me not even refer to every Christian. Let me say every Christian believer. Wacha nisiseme Wakristo wote, lakini niseme waaminio wote wa Kristo. Because we are told in